nini? Probleme petendre wewe ulikuwa na baraka, lakini waliposukuma naone kamswala ikakamata kizazi yako. Ndio maana kuko chama zingine zenye bantu wamepitia bakafuta vyenye abakupangaka. Inawezekana ilitoka kubatate yako, bali kutaka laani mzazi wako alikuwa tayari pamoja na Mungu, kisha ile laani ikakuswatia hapo. Lakini siku ya leo najua mtu mmoja pale kuna uwezo ya kuvunja hata laana ya kizazi, ni Mungu wa mbinguni. Kwa uwezo ya madhabahu, kila laana yote ambayo ilikuwa shimama tu ya watoto wa Mungu ayache na mzunguko ndani ya jangwa, niko naivunja katika jina la Yesu Kristo. Na ninaamuru malaika Mikaeli kushuka kwa kugombana na kila laana za jamaa na kuwapesha ndani ya jangwa ambayo ilikuwa imepata maisha katika jina la Yesu Kristo. Sante Yesu kwa jangwa inakuwa paku ama iko nyenye ya Misri na Kanaani. Amen, amen. Iko katikati ya Misri na Kanaani. Nikusema siku ile utonaka mateso kwa pitia mateso, maisha imekatana. Kisha kuona maisha kukatana, tena mnajiagrave sana. Kwa hiyo ngamo baraka ya Mungu iko mbele. Na kuko mtu mwingine niko natia moyo hapa. Niko nakutia Mungu kwa ndio tu kama baada ya jangwa mnamoka Kanaani. Haijatosha na watu wanapaswa teseka jangwa namna gani. Lakini baada ya jangwa kuna nchi ya asali na maziwa. Toke haijatosha mtu mmekatana. Vumilia. Haijatosha mpaka kwa samani. Vumilia. Haijatosha unakosa kutonsa chakula. Vumilia. Lakini utakapofunga Yordani jua kama Kanaani umeanza. Na utakapoingia Kanaani ni wakati ya kukula sasa asali na maziwa. Tukivumilia iko mbaya iko napitia na ya mji wa Ngoma. Mimi najua kama baada ya hii epoke pana vitu Mungu atafanya. Amen, amen. Je crois qu'il y a des choses que Dieu va faire. Biblia inasema hivi, wakati wana wa Israeli wanajivuta Misri, hatutaona historia ilifika kabisa. Sio tutaiona ilifika Misri njia ya Yusufu. Bali kwa sababu ameka mbaraka. Bali kwa sababu mbaraka. Umebambenda kama niseme mlaani. Pasa ke kulikuwa gano ya laani. Mungu alikuwa amepatia Abrahamu njoo kizazi yake. Aseni Mungu yetu amegongukwa. Acha kuende tumfalme. Lakini kifusungu alikufa. Aseni ule farao walikuwa na rende ile wakati ya Yusufu. Na Isa ilufa. Mwingine farao waliingia. Akasema kitu kimoja akasema. Hii taifa tulipoipokea hapa Misri walikuwa bachache. Lakini masasa wakaisha kuwa wengi. Na bako na salama bijou origine. Kumbe kitu kile tutafanya, tuko na uwezo ya kumbate banamuke. Lakini banaume bakakuwa mengi banatumla nje. Amen, amen. Akasema kumbe kina beso wataona zalimu. Una Mungu. Farao kaandika barua na amedabili lua ndani ya Misri yote. Na ya kweli watu wakaanza kufa. Uko na mimba, songo na mimba unakuwa naomba Mungu, Mungu nisaidie niishi na mtoto wangu akwenda vile. Meukazaa garso unazalia kama. Amen, amen. Wakaanza mateso wakakuwa esclave. Maana walikuwa na agano ya kufanya kate santa wataka esclavagiste. Wakaanza mdo. Walikuwa bandoto na wagoto na tutoto. Lakini mimi napenda mule muma mkatokea shehe wanamwita Musa. Biblia inasema mama yake yote binti na akabeba mimba.
Wakati anabeba mimba, iko sako geiti kumwambia Mungu nisaidie. Nisaidie. Lakini ninampenda yule mpenzi mama yake na Musa. Wakati anatafikia wakati ya kusala, anasikia wanamwambia hata kama anapaswa kuwa free. Kwa kiende zalia mbali, atakuwa free na rumtia naye. Atakuwa kaso. Sitavumilia nione mtoto wangu akijana kitu. Biblia inasema kwenda ndani ya hori. Wakati anaenda ndani ya hori, sana akambuka akasala kaso. Akasema, huyu mtoto sitampanga hata shule, kufa atafanya nini? Atakufa. Acha niwaambie kitu chenye kimechaguliwa na Mungu. Hata mwanadamu ashimame namna gani hawezi kujimaliza. Kama Mungu aliyetabiri kitu kwa maisha yako, ile kitu akikufuate, hata bachawi anapaya shimama namna gani, hata mlazi anapaya shimama namna gani. Acha nikwambie kilicho chako ni chako. Kama banakwenda kufuata mtume, kama ulikuwa destiny chia chama Mungu anakukuke. Basi the way to chia, the familia yako itamkitia chini wewe. Tatiko na mtamalia sheria wangu yendo mali yako. Mwenye Mungu aliyetabiri chungu cha hewa, mwenye Mungu aliyetabiri cho chama yake. Hata kama wewe haitinde ile bado na mtangao. Wewe kufa kama uyatimiza ngalo yako ndio. Amen. Asante. Akasema mpaka chini. Ndabona na kurumba ndabona lankia kwa pakamata ndani ya pole. Ushimashini mtoto ndani ya pole. Yepe. Ndabona ukitoka kumnyonyesha tena kila mtini. Kitu ninachouliza, eske kama kona yokipenzi tameiwa. Kompone na yetabiri ndoa. Awani muuliza mbona ulikuwa ni edisha wapi? Na kupona kwa mapoma mtoto wako. Alimwambia Mungu iko na uwezo ya kufunga macho maadui wasikukule kitu kingine kilicho ndani ya maisha yako. Bana kwacho itabiri ndoa kiti wewe hata wapita upofu. Bodi bali kutekia na chuo unapaswa kupita na wata kupanda katika jina la Yesu. Asema akasema acha nirudie. Na baba yangu nilisha mboki. Na mimi narudi. Kitu moja ndio ninasema hivi. Mara nyingi nikisema bado nasema hivi. Kama unaona unapiga mfumo wewe inamaliza watu. Watu wanakufa sana. Jua kama mwana belo dungo shia mwingine unatafutika. Au si. Mimi nasema hivi, uko mwaka period yeke inamaliza bado yote persone wanakufa. Jua kama amuza niza zimeshimama. Kuko mtu zewe siko na winda. Mwile periode chuna ya mbite. Sabu kwa shawi ya wate na uwezo ya kusible mtu mmoja. Iko na uwezo ya kumaliza 50,000 person mekuendelea utafuta mtu mmoja. Kama unapinga ulisa Yesu anazaliwa, shetani anasema huyu anamuya ubea dunia nzima, anaingia Herode. Anasema tuue watoto yote. Wakati anasalia ataua watoto yote. Akasema watoto wote Herode anaoka sema watoto wote mwaka moja mpaka miaka 5 pote kaua. Alikuwa anajua kama kuko mfano mwovesha zaliwa na uawa watoto haya kufanya nini? Akapika hata kwa mapenzi ya Mungu ndio mapenzi ya wanadamu. Herode akaposha shimama kumaliza Yesu. Lakini achakuambia malaika wa Mungu watakishaba njia mtu. Hawezi mtika Yesu akufe. Asante ile usiku malaika akapokea nguvu. Akamwambia kirudisha mtoto mbisi. Maana badala ukababa wa watoto utarakia hapa utakufa. Acha kwa vitu vingine vya mtumikisha akili. Majiri Yesu ni Mungu pamoja nasi amefahamu sana angekufa. Angekufa pia. Sasa siku moja shetani anashuka ndani ya changu. Ndani ya changu ameshasikia neno natoka kubaya kwa ndani. Asema kweli mwana wangu mpendwa ninayependezwa naye. Shetani akasema
Ile ni bongo parce que ule mwana wako nilimwambilizaka wakati walikuwa wadogo. Sasa hizo ndio mjambo wa shetani akasema acha niende una origine kama njoo. Akaenda mjambo. Sasa ndio mjambo anaanza kumshangilia. Sasa anaanza kumshangilia Yesu. Anaanza kumshinda katika neno. Sana mshinda katika neno, shetani akakofika akasema ya kumbe ule Bwana hakukufa. Acha changu alikuwa mkosa leo za kufuata wasi Kristo moyo wangu mzima. Anafanya ulishaka isha lakini acha mbagea huyu alisha. Neema ya Mungu ndani chini yako. Iko na confess histoire tu ya maisha yako. Lakini Mungu ambaye hakumkata wangu atakukumbuka katika jina la Yesu. Afanye wakati pako naomba batoto. Musa anazaliwa. Après tout mama yake anasema sitavumilia nini mtoto wangu yuko nakufa. Bwana Mungu. Acha nimkamate. Pale mkate hicho. Omwenye peke nimkamate na mjenge safina. Nenda nimtie kuma. Papa alifundishaga ni kitu mwambe nikamata sana. Kitu mwana napenda sana. Aba kumbeba kwenye vingine bado wako nakufia. Bali kamata Moise banenda mtia pale mume rouge gonekine batoto balikuwa na batuko wanakufa. Lakini utakumbuka pamoja na mie kama ungakishatia pale Musa balia ya mkufa Moisa akabakia yule ya maji. Akishabakia yule ya maji yangu anasema sita nione mtoto amekufa bila presence yangu. Mkubwa wake nielewa akabakia pembeni. Akasema kama Musa atakufa ndakufa na atakufa na mimi mkubwa wake ndipo ngabisi anakufa. Ce que j'aime c'est quoi? Biblia inasema hivi, hata katika uvuli wa mauti Bwana yu pamoja nasi na hawezi kutuacha. Manake Musa ameshajikuta iko juu ya maji. Jiulize, ule maji ulikuwa na namba, ule maji ulikuwa nyoka petitre masepa kwa tinge, sisi ilikuwa kwa uwezo ya kuokoa Musa. Lakini neema ya Bwana itatoka. Neema ya Bwana ilipotoka itakuwa dimension ya bato ya Musa iko ndani. Biblia inasema baada yushushe mai itambulula. Ilipongulula mpaka kukijiti mwake ya mti mai itambana. Musa baada ashuke teremka kwa tarafa la mai. Atambana fasi moja. Alipopata fasi moja pamoja na baiti ya mai mtoto wa kwanza. Mtoto analia. Comme la grâce de Dieu natafutanga balio yake. Grâce de Dieu iya mulitoka loa ya kuwa batoto. Inachakula mmoja pale wa munyumba kifani. Inakwambia kama unamyapa loke leo utanayoma loke wote nao mtu. Baba Kisekedi atoke tu Kinshasa. Asema ata fleuve Congo kuna. Apari wasiu sio kama na shamoni. Amen amen. Apari wasiu tutoke upale presidentiel asema nini ata fleuve Congo kuna. No haiko kuko neema ya Mungu yenye kugundura mwenu. Ushuke kunoni pase hiyo kifungu uende kutanana na Mungu ni po. Acha nikwambie mwenye atatosha sheria juu ya maisha yako kukuangamiza. Mungu hata itumikisha mwingine. Atakamata tu ule wa kisasi yako tena yeye tu atakuwa sheria ile basio ya maisha yako. Donc kwenye kaditia mbiba itapata pia yako ya kukentinye juu mkesinilia. Wakati anashuka anafika pale Bumeroni. Sasa atamaliza nao. Andanza nao. Akasikia kilio. Kitu na wawili mkama mbele asikie kilio, kuna mwingine ndani alikuwa amesikia kilio kwa milioni. Basi ni wakati Mungu asikie tu maombi kabadilike na kwa kilio. Kuko sahihi Mungu anapianga nilishase bila kuuliza tena. Kama Mungu alikuwa anasema atakushindiaga preseka, kwa machozi yanafikia kama Mungu anasema pa. Sitachunga tena sanga nisipoteze Mungu pase tena ndani wa maana. Anashuka pale pa. Aseme
Sasa sikia Gideon akaona pembeni. Akasema mwenye mmoja kifo Mungu. Saba mama mule, wakamwambia, "Sio unaiwa nini? Bela unaiwa nini?" Mule uko mtoto. Akasema mlengo leo mtoto. Kitu gani napenda hapa? Sasa anaona mtoto. Neno yako ikanatosha. Ase ni mtoto wa mmoja wa wale wa Ebrania. Eske nikikuwa pale niuliza unasema sheria ningeiputia watoto wa Ebrania pungula hawe sekidio mtoto pungwa. Lakini Roho Mtakatifu angenisikia mwana kwa biacha buiwani. Huyu mtoto haiko sawa sawa na wale warobe walifanya ya mali. Huyu kama anaponga mali ama sekwase ndiye hapo msaada. Bui taifa linameseka. Asenya kama mtoto kenga nani? Sana mpinga kwao. Babake anamwambia Mungu tosha wapi mtoto? Asianza kuambia mtoto nimemlogota mtoto. Akamuuliza haiko Waebrania, akasema ndio. Sasa baba akamwambia Mungu amesema kama Mungu wako mimi. Amtaua na dekilo kinasa. Amtaua huyo. Akasema nitaua leo itakuwa shinage Moise. Maana ametoka juu ya maji. Acha niambie yako atakupatia shida bila kujua. Haitakuwa shida kuangaliza bali itakuwa shida ya reflexion juu yako. Aka mtu atakuingiza destiny bila kujua. Kitu mwana kaenda chwani. Inawezekana hata kufamia ya Musa shangwe ikifanyika ndani ya nyumba. Asende kasema kunitafutie mwanamke mmoja mwenye tanisho mtoto. Mariamu akasema akasema mbentrese kama ikiwezekana acha yeye kuletea Mwaebrania mmoja ishi. Akamka sawa kule. Kitu mwana apenda ni nini? Anaenda anafika kwa mamake na Musa anamwambia nini? Tarusa hii mtoto wako kumzima. Hamufa. Na kitu ya nguvu yenye iko sare banaomba wakumnyonyesha, lakini sio ndafika mule haiko vya bure ni kulala. Acha kwambie kitu ya mtu hata bure nikisema kwa fandeti hata bure mamange na Musa angeitinga nyonyesha kwa zikiti mtoto wake, lakini sana fika bana sana fika atafika baadaye disikite priku yake anaanza disikite priku na jela leta aloa utakuwa nisho mtoto tulipe kaji. Ndio mtoto utakuwa mchana kama panga na kama mtabali mbongo sasa mazile mzamini. Ndio kibina kunusa kadogo hivi. Anaanza kuonyesha mtoto. Mtoto anaanza kuonyesha mtoto wake na kuonyesha mtoto wake na iko ngalipio ubiake. Acha nikwambie Mungu anafukulaga nchege mtu wa wasili. Mungu anapenzianga kumtia familia sana changu kwa Yesu. Na mimi kama kama bure nionyeshe, lakini wanaanza ulipo. Na ilisema hivi, majority batoto hawanyonyake masiwa tu, lakini batoto wananyonyaka tabia. Mungu akupenda Yusufu aende pole, wakupenda Musa aende kwa internat ya Misri. Kwanza ile asizaliwe na ideolojia ya Misri. Alipenda amtafutie mzazi wake ambaye atamuonyesha na kumumba ideolojia yao. Iko sasa alikuwa anamuonyesha neno, anamwambia Musa atani kona kuonyesha uko na raha, lakini hapo haitocho kwenu. Nipo namuonyesha mbele choma wako ile historia ilikuwa na hivi na hivi. Uko male unachoka haiko kwenu. Siku zilipofika Musa alishakomana na kimbia. Musa wakati anakimbia wakati ya Mungu kwenye Musa alikimbia, anapitana na mtungu ambaye anamuita Yetro. Alipopitana na mtungu ambaye anamuita Yetro, akaanza kuchunga kondoo kwa Yetro. Asitenge akapanda kumlima wa Yorebu, akaenda kuchunga kondoo. Alipopanda kumlima, aseme siku moja kuchunga kondoo, akaona kwa mbali kipande ya mti ama kijiti ya mti kimekatwa, lakini akaona moto ulikuwa unawaka kijiti. Sana na moto ipo na waka. Akasema
tangu nizaliwe sijaona ishara ya nini. Wanisongelee nione kama hivi vinakosha waka, lakini kutetemete. Akasongea, anasongea sana karibia kijiti. Sauti ya Mungu mbinguni ikatoka ndani ya kijiti. Bia Musa, tosha viatu yangu, maana mahali hapa ni mahali patakatifu. Natafuta kukupatia mission. Unatafuta enda kuokoa taifa yangu, maana kilio yao ilifikia. Amen, amen. Nilisema hivi, kilio ikashimama. Mungu anasema kama umefika mwetape ya kilio, kama afika mwetape ya kilio ya ugabio, pana wakati vitu vinakatalaka, machozi inakuja na ubiika, usuni inakuja na ubiika. Sasa maombi za vile Mungu anasisikia. Tukumbuke nini wenga makao ya Mungu ilikuwa kadri santa ya wana wa Israeli ndani ya Misri. Lakini wakafika kukadri santa ndao. Nikusema tranta ya yuni ilikuwa tranta ya endurance. Lakini mwile tranta walipolilia Mungu. Mungu akasikia sauti. Akamwambia, wende wokoe wana wa Israeli. Musa kaza piga milongo. Aliwaki kugumizi. Akamwambia wende. Akamwambia prede wangu sautenda kule na kitu kenye utafanya ndakufanya Mungu mbele ya Farao. Musa alisikia akasema, kama utanifanya sasa uko nani? Sio nifanye Mungu. Akamwambia mimi Joliko nikusema niko Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wewe kule mwanzo utashinda. Acha nikwambie, kama Mungu anakupatia mission usionyeshe faiblesse yako. Hata nikwambie unapaswa kuwa kivumisi, lakini hapo prisma ya Mungu ndio inaongea. Sio kama umesikia. Mimi nasema hivi, unapaswa kuwa na faiblesse, lakini Mungu anapitia juu ya taifa yako na vitosha ndani ya jambo ambalo umepitia. Lakini Mungu atakapotenda hivi hapo prisma haina mlego. Haina mlego. Anatambia Farao vya manuma tangu sai, acha watoto wa Mungu waende ndani ya jambo kusifu Mungu. Farao akamwambia, haiwezekani. Hata nikwambie, hata kama adui yangu anapaswa simama namna gani, Mungu kama anataka kutosha ile maisha, mwenye alifunga maisha yako apende asipopenda, kama mkono gone imeshimama, hapote na neno. Hapote na neno. Na akakufuata atashimaliza yeye taifa yake. Biblia inasema Farao alipotia Mungu tunaenda mbio, aseme Mungu akapiga Misri kwa mpigo 10 na ya 10 akaua watoto wote wazaliwa wa kwanza. Alipoua watoto wote, Farao akasema tangu Israeli sia ubaka befi Misri. Aliita Musa akamwambia, tangu sai sipendi nikuone ndani ya Misri. Wewe na watoto yako ndaki mtafanya mtoke mwende, lakini maufuko ndoge mali yote bibakie, wende na watu yako usifu. Napenda Musa kwa mwenzilia kama vile umetulibere twende, lakini na kwa hato nyama watu tu sawo ni kusema agano ni chinja mbuzi na sawo yenye tuone matafuta kumba haita bajia. Acha niwaambie siku hii tutatoka kama kambi ya dusi anataka kitoa nguli jusipo yenye utataka kijobo damtianga, lakini utaenda na wengi yako yeye utamtiaka. Amen, amen. Autamtiaka na kama ungo na kumtia maisha magumu, Mungu atakapokukumbuka usishiste wewe, wende na vitu yako vyote furaha, wende navyo. Asema kagoka wakai. Saba wanaenda. Wanafika mbele ya bahari ya Shamu. Walipofika mbele ya bahari ya Shamu, wanashikuta mumamo atende ya njama iko dire difficile. Banaona nyuma, banaona
Farao anakuja na jeshi kubwa sana. Banaona sembele yao bahari ya Shamu imebafunga. Banasema kilia sikosha budrote banaona buko milima. Banambia Musa, ume ni misio yako wewe na Mungu wako ilikuwa kutumalizia hapa mbele ya bahari ya Shamu. Sasa unazania kule kwenye tulikuwa bakuje kwa makaburi za kutuzika. Sasa ona hizi tunatafuta kufia hapa mbele ya bahari ya Shamu na uko tunao. Jemu in parole ye Musa alisema, akabamwambia munyamaze kimya, mutaona mkono wa Bwana. Na pale pa Misri munaona tena banatufanya hata milele hamutaona tena. Acha nikwambie, shimama na uwezo jangu ndani ya wewe Mungu, na adui mwenyewe anafuata maisha yako hata milele hawataona kamwe. Chia ya watoto ya Mungu kila ndasemaka haipate chia maadui. Mwenyewe na miti yako chia yako Mungu amalize kwa jina la Yesu Kristo. C'est la Bible. Biblia inasema tusiache mwanamke mchawi kuishi. Inasema mwanamke mchawi ukambata mstahili kifo. Ni Biblia. Haikumi ni Biblia. Asante. Sawa nafia pale. Musa na considere Mungu. Sasa considere Mungu anamwambia na wewe Musa, unakufa nini na kuniambia nini? Hauna confiance na mimi. Uko na nini mkono wako? Sasa ndio sitakuwa tunafia. Angalia ile fimbo na sao yenye ilifanya nisi. Unaanza kama ilitenda nisi na hapa. Haiwezi mtenda. Amen amen. Anambia na hapo unasanya hizi kitendo. Wakati yenyewe Musa anakonsulte Mungu. Wakati anamaliza konsulte Mungu, Mungu anamwambia kama ndio dole fimbo yako, usifanye vitu hivi, piga viunga bahari, utaona maisha ya Mungu. Aseme Musa akapiga fimbo juu ya bahari. Alipopiga fimbo juu ya bahari, bahari ikagabulika huko, ikagabulika na huko. Njia ya pekoo ya bien ikatokea bahari. Aseme akamwambia mpige. Wakasema bana ili kwa bahari akaambia mpige. Iko sasa walianza sita, Musa akapoa kwanza. Akapita mbele, wakasema sefe. Wakaanza pita. Saba anaanza pita. Balipomaliza Biblia inasema hivi, mtu wa kwanza wa mwisho wa Musa anamaliza vuka bahari ya Shamu, anavuka. Alipovuka huku kuna adui, mtu wa mwisho anamaliza hivi. Mungu hatamaliza maadui yako kama unja anashikuta mkambi yako. Amen amen. Mungu hatamaliza maadui yako kama wewe anashikuta nafasi moja. Saba anashikuta nafasi moja wewe unatafuta nafasi yote. Ulisaidia. Anamwambia twende moto. Sasa ikamoto kumendama na biwa bali na washika wote walimtana na Yesu. Upende siku watakatika hicho. Alo. Mungu anambia Musa, susha maliza vuka. Fanya tena kazi. Asante Musa anageuka. Akapiga tena bahari. Na Farao, na General Major, na Kapiteni, na Sublieutenant, na Kaporali, na wanyumba kumi, na wananbote walikuwa pale. Aseme Mungu akaita zaruba ile ya kuona inatoka huko. Mungu akaitengeneza zaruba ikatoka huko. Ikakuya tambari. Wakatafuta wakimbie, Mungu akasema mtatoka hapa leo. Ikawakamata wote, ikawamaliza. Na mpaka leo wote walishia mle bahari na adabu moyo. Akutoka kasibu kwa ikusi waite zaruba Yesu. Ikapate maadui yako tunakumaliza katika jina la Yesu. Mungu amalize maadui yako. Aseme sawa na maliza vuka bahari. Bananza imba. Lakini tuamuya na mwimba. Bakaishikuta bananza hili inaenda jangwa. Wengine balikuwa na mawezo ya kuimbia Mungu juu balikuwa bangali na machakula walitoka na Misri, wengine balikuwa bangali na maji, lakini sasa wanashikuta ndani ya jangwa chakula walitokana na Misri imeisha na maji imeisha na nyama zilikuwa nazo mabozi baba wamezichinja zimeisha na simwa zinaanza kufa na juu ya maji. Wakasema no,
Musa kumbe ulikuwa mission yako. Tuliwaza uwezo wako kutuvukisha maji, lakini unatuleta ndani ya jangwa tukufu. Njoo karibia mwanadamu. Mwanadamu anapingaka apate kila siku, lakini mwanadamu akapitia maisha inakuwa difficile. Mungu alimtegea jana, leo anamsambua. Lakini mimi namtakia atakao huko na Mungu mke maskosi sababu na sababu ya shima. Atakama Mungu anapaswa kukutosha ndani ya jangwa na kuvisite. Hapana sababu na sababu ya shima. Kwanza kumbuka kila leo mbona jana nilifuka bahari ya Shamu. Kumbe kama mimi nafuka bahari ya Shamu na hii moment difficile ndani ya jangwa ule huwa jana leo anapaswa kuendelea. Aseme anaanza kumdikia Musa. Banaambia Musa, uko kiwewe. Biblia inasema bali hamtusi picha yako yombe. Musa kasikia manungunika. Aliposikia manungunika, j'aime Moïse parce que alikuwa na habitude ya kuconsulter mwenye mission. Acha nikwambie, Mungu akakupa mission, anakupa na mission na prevision. Mungu kaivutia mission. Usisitaki kama alikusukuma kitu kama hata ile kitu ya nabii. Kama Mungu tuseme mwingine langaji. Kama Mungu akikupa chama, hata itika ukufe na chama yako. Hata itika upitie mateso na chama yako. Yeye mwalikupa ile mission. Atapenda ta provision. Mwile chama yako hata ndio mwiko ikifisi. Hauna sita mtoto wa chama. Aseme Musa akamsikia Mungu. Mungu akamwambia wewe sema na wale wa Israeli. Lakini ukasoma kumwisho. Pale kumwisho kuseti pale. Aseme kusisi pale mwisho. Aseme tutababima. Musa tutababima tuwe kama mnangu na ile matanitina mtima agiso yombe. Kumbe wakati Mungu usiachake Mungu. Wakati Mungu anakutendea usietake. Tumikia Mungu na mali yako. Ndani ya jangwa wanaanza pitia. Lakini kwa mfano na moment difficile, mkono ya Mungu inashimama. Anawaambia wote waambia kesho usubuhi. Jamais une chose. Inapresisia seme kutanisha mvula ya mikate. Sikia mvula ya mikate, la pluie del Père. C'est comme ça que la Bible dit. Tunamwaka jo mvula ya mawingu, lakini ile siku kunyesha mvula ya libadi. Uwambie batakula mikate mpaka batasana sana batachoka. Uwambie mie Mungu nashuhuda hata kama nani ya jambo. Napenda Mungu ambaye ni Mungu mwanatendaka. Jambo fasi kwa kuna maji, fasi kwa kuna furu, fasi kwa kuna kitu chochote. Aseme kusubiri kuenea. Mungu atashusha mvula ya mikate. Mikati kashika silia vitu bandi. Iko sana deskuari lakini chankwambie kwa kweli. Funa ya mikati kashuka. Batakula. Ndani ya chama wakamini kama Mungu anakuwata. Na ndiko nikamini kwa mkunoya. Haikakosha mandesko kwa metio. Haikakosha vitu mmenatala na magari. Mungu angeshesha mvula ya chakula ndani ya maisha yako. Mungu akukonsidewe na chama yako. Asikuache wangamie katika jina la Yesu Kristo. Na malizia nikisema hivi. Walipomaliza kula wakasema hata tumekula tu andesio ya maikiga tu. Musa akamwambia uende sema na Mungu. Hata tukunania jangwa Mungu anashusha maji. Asante hata kama palikuwa na kiu ndani ya jangwa. Mungu alileta circumstance bakapata maji. Na niko naomba Mungu akaisi circumstance leta maisha ya mtu mmoja. Maisha yako imekaunga hapo na kusamaya. Kuna mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Tutampiga siku ya leo. Tutasema na siku ya leo. Naamini pana maji litashuka ndani ya maisha yangu. Acha Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.